anajiandaa kwenda kazini. Mama wa huyu binti alienda kugonga mlango pale mshikaji anapokaa. Kumbe yule mama alikuwa ameshapeleleza mpaka mshikaji anapokaa. Fungua mlango, asema kamuita mama mwenye nyumba. Mshikaji anasema mama mwenye nyumba alikuwa anakamdomo sana. Akamwelekeza kwamba huyu kijana wako huyu anatoka na mtoto wangu ambaye ni mwanafunzi. Na huyu mwanafunzi sasa hivi tunavyozungumza anaenda kumaliza form 6. Na bado ni mwanafunzi, nimetumia gharama nyingi. Naomba wewe kama mtu uliyempangisha, naomba umuonye huyu kijana aachane na binti yangu kwa sababu sioni atakapompeleka. Mshikaji anasema yule mama aliongea maneno ya dharau ambayo yeye alijua kabisa kwamba kigezo sio mwanafunzi, ila kigezo ni yeye aachane naye kufuatana na hali alionayo. Mshikaji anasema Spira aliambiwa maneno makali sana na akatishiwa. Anasema na yule mama mwenye nyumba sana alikuwa anaongea sana yule bibi. Jamaa anasema kwamba yule mama naye akachangia mle akamtukana, kanani. Anasema Spira walimtukana, yule mama alimtukana sana. Akamwambia naomba muache mwanangu, na sitaki kufanya naye mahusiano. Na ole wako mwambie hiki kitu nilichokuambia. Kama ataendelea kuja hapa, basi hii nyumba inaweza kaa kaburi lako. Ilimuumiza sana. Alienda kazini. Wakati anaenda kazini ilikuwa ni kawaida yao pale. Siku yao hawakupanga kuwasiliana na yule binti kama watakutana. Yule binti akampigia simu mshikaji. Mshikaji anasema kwamba akakata ile simu kisha akamblock. Yule mtoto ambaye ndo mtoto huyu mama anasema alienda kufuata pale Kaushi. Alienda kumfuata pale, binti sijui anasema kipindi kile cha nani huwa kuna vitu vingi hawafikiri mara mbili. Anasema yule binti akawa anamshutumu kama huyu jamaa ameanza mahusiano na kiburi, ameanza mahusiano na wanawake wengine. Akawa na wivu sana pale. Anasema Spira kukaa kama kuna kaugovi kadogo. Yeye alikuwa anasita kumwambia yule binti kwamba ni nini kitakachotokea pindi atakapomwambia kwamba mama yako amekuja kuniambia. Anasema aliwasimulia wenzake na wenzake akamwambia bwana usimwambie huyo binti, kama wazazi wake wanakuambia kwamba usimwambie basi usijaribu kumwambia. Mshikaji anasema na yeye amenani vile amekaza pale yule binti, jamaa anaenda huku anaenda huku. Pale mtaani wote wakawa wanajua mshikaji ana mahusiano na yule binti. Lakini ndio wakawa wanamuonya kwamba mwanangu wewe una mahusiano na huyu mwanamke, lakini huyu ni mtoto wa mtu fulani na hawa watu ni watata, usijaribu kugusa hapo. Mwamba anasema kweli hicho kitu kilikuwa kinamtisha sana. Sasa wakati anafuata pale kabidi amwambie tu kweli kwamba mamako amekuja nyumbani kuna 1 2 3 ndio maana mimi nimekublock, sitaki mahusiano na wewe. Jamaa anasema kamkataki hivyo yule binti aliondoka akaenda nyumbani. Jana wala yule binti hakuonekana pale mtaani tena. Alishinda kule nyumbani akiwa inaonekana alikuwa anamsubiria mamake. Sasa mamake alivyorudi yule binti alianza kumkaribia kumfokea mamake, kwa nini umenifanyia hiki kitu na mimi siendi shule, kama mnanifanyia hivyo naenda kuolewa naye kwa lazima. Anasema hicho kitu yule binti akawa amepiga sana kelele pale nini na nini. Anasema Spira hawakufanya kitu chochote mpaka taarifa zile zikazimefika kwa babake huyu binti. Siku inayofuata jamaa alikuwa pale mtaani, ilikuwa ni mida ya jioni. Na gari aina ya RAV4 iliingia kwenye kaushi yake ambapo yeye anafanyia kazi. Kama kawaida wakawa wanakimbilia. Yeye alikuwa hajui gari ni ya nani. Wakiwa wanasogea pale, akashusha kioo wakiwa na kaushi wenzake. Akamuita na akawaita wenzake. Akauliza jina fulani ndo nani. Jamaa anasema anasema ndo mimi. Yeye alivyomwona tu alijua ni baba mzazi wa yule mwanamke. Na jamaa tayari ameshaachana naye na ameshaambiwa. Anasema kaenda pale akasogea kwa uoga. Yule mzee akawaita wote pale kwenye dirisha. Akamwambia naomba muonye huyu mwenzenu. Kitu anachotaka kunifanyia kwenye maisha yangu sitakubali kirahisi. Anasema yule baba alimwambia maneno kwamba kaa makini. Mbali na hapo nitakupoteza hapa mjini. Usijaribu kucheza na maisha yangu, wala usijaribu kucheza na mtoto wangu. Anasema alimwambia kama inawezekana ni rahisi sana kucheza na sharubu zake lakini sio mtoto wake, na hujui mipango alionayo huyo mtoto wake. Na yeye akamwambia kwamba wewe huna pa kumpeleka yule mtoto, na maisha aliyoyaishi hata ukisema muoe huwezi kuishi naye yule mtoto, kwa sababu maisha aliyoyaishi sio maisha haya ambayo wewe unayaishi. Kuna watu walika zake na watu walevo zake ambao wanaweza kuolewa nao. Hata nikisikia na mahusiano naye siwezi kushtuka, ila sio mtu kama wewe. Kama hutamwacha kwa hiari basi mimi nitakulazimisha umwache. Mshikaji anasema alivyoambiwa hivyo akaomba tu msamaha kwamba yaishe. Mama aliniambia akajitetea pale. Basi yule mzee akawasha gala akaondoka, akamwambia kama ni hivyo kistaarabu naomba tuyamalize kistaarabu. Anasema kweli. Baada hapo na yeye washikaji wakamwambia mwanangu, hii ngoma unayocheza nayo sio, hii ni hatari. Kama mpaka huyu mzee amefika na amekwambia hapa amekuja kipore tu, mwamba usijaribu kufanya kitu kama hicho. Mshikaji siku hiyo ikawa imepita. Sasa kumbe yule binti tangia yule mshikaji amemblock na amefuta namba yake, yule binti akawa anatumia namba zingine, jamaa kigundua ni yeye anamblock. Yule binti kile kitu kilikuwa kinamuumiza. Sema siku zikapita kama siku 2 3, yule binti anahangaika na mtafuta pale nani kaushi. Mshikaji akimuona tu anasogea, wenzake wanamwambia jamaa anakimbia. Sasa kumbe tangia siku ile yule binti mpaka kule nyumbani kwao hata chakula alikuwa hali. Anasema kwamba Spira aliondoka pale, aliwaambia wale washikaji kwamba mnaiona hii sijui, anasema alishika noti ya 500. Kipindi hicho anasema kulikuwa na noti, alishika noti ya 500. Akawaonyesha kwamba mnaiona hii hela hii hapa naenda kununua sumu, naenda kujiua.